Kwa majina naitwa Emma, natoka Siaya, naishi Kayole. Nimekuja kwa hii platform nipate usaidizi. I'm a single mother. I'm raising 2 kids, plus my family, I'm the firstborn. Tangu nikuje Nairobi, nishapitia mingi. Kazi yangu ya kwanza hapa Nairobi, nilianza na kazi ya nyumba. Kazi ya nyumba haikunipeleka vizuri, nikaiacha. Nikatafuta kazi ingine, nikaenda ya mjengo. Haikunipeleka vizuri. Niliamua kuenda kufanya kwa club. Kazi ya club ilikuwa na changamoto lakini haikuwa inanipeleka vizuri. So nilikuwa na beste yangu. Alikuwa anafanyanga kazi. Venye alikuwa naishi maisha yake nilitamani kama mama nikae kama yeye. Nilidecide kumuuliza kazi yenye anafanyanga ili nikue kama yeye. Aliamua kunipeleka kazi yake yenye anafanya. Before anipeleke aliniuliza kama nitafanya. Mimi nilikubali kufanya juu. Niko na watoto nalipia school fees, nyumba inaniongoja. Ushago pia wazazi wananitegemea. Nikamwambia mimi niko ready kwa kazi lolote yenye atanipeleka. Akaniambia tayarisha watoto, jioni tuende. Nilitengeneza watoto, nikawapikia, nikafunga mlango, nikaacha wakilala. Though sikujua ni kazi gani naenda. Tukapanda gari tukaenda. Kufika, gate yenye tulifikia iliandikwa mochari, Chiromo mochari. So, nilidecide nimuulize, tunaenda kufanya nini huku kwa wafu? Akaniambia, we tuende. Kufika, tukapata wababa. Aliniambia wanaitwa wababa. Kufika huko, nikawasalimia, yeye anajulikana. Akaingia ndani, mwingine akamfuata. Mimi nikabaki nje. Mwingine akatoka ndani akamuuliza, leo umetuletea sister yako Sister yangu achape kazi, ndiye leo watoto. Ni binadamu. Ni wazee. Wanaitwa hivyo. So mwingine akamuuliza, leo umetuletea mgeni. Akamwambia wacha sister yangu achape kazi ya leo watoto. Akaingia ndani, akachange, akatoka si yeye mwenye tulikuwa na yeye. Akaniambia ingia uchange. Nikamwambia na change aje. Akanipea tu nguo zingine hapo nikavaa na dust coat. Kuna mbaba mwingine akakuja akamuita akamwambia kuna kazi nataka ufanye. Akaniita, akaniuliza utafanya kazi Kumbuka mali huko. Kumbuka watoto wako umewafungia nyumba. Kumbuka familia yako venye umeteseka Nairobi. Nataka uache kuteseka. Nikamwambia mimi nataka kazi, bora nipate pesa. Nikaingia, nikapata wajamaa wamelala. Watu wamekufa wanataka kutengenezwa, waoshwe wakuwe wasafi. Kaniambia nataka uoshe hao wawili, mimi nitawafanyia makeup. Niliingizwa na baridi. Nioshe mwenye amekufa hata ongea. Akaniambia fanya kazi. Hapa ndio natoanga pesa. Hiyo maisha yenye nakaa, pesa inatoka hapa. Akaniambia before uanze tuende. Tukaenda kwa room nyingine hapo. Akaniambia kuna dawa watu wanatumianga huku. Nikamwambia mimi si mgonjwa, sitavuta dawa. So tumia hii ndio utaogopa. Akavuta, nikimwangalia akavuta, akanipea. Nikamwambia mimi sijaivuta. Akaniambia vuta hiyo. Vuta, nikavuta mara 3. Akaniambia sasa tuache tuende ufanye kazi. Sasa yenye utalipwa utafurahia. Kwenda akaniambia hao wawili wanakuongojea. Waoshe. Nilisimama, nilishindwa la kusema. Uko dawa gani mlitumia? Unapewa bangi. Hiyo ndio dawa yenye wanavuta. So niliogopa. Nikiangalia niko mimi na hawa tu peke yao, hawaongei, wako tu hapo tu. Mtu amelala. Akaniletea vitu za kuosha hapo. Kaniambia fanya kazi na kuja nione venye umefanya. Mimi nikaanza kuosha. Lakini naosha si mimi. Ni mwili tu, lakini roho yangu haiko. Nikamaliza mtu ya kwanza.
Nikaingia hiyo ya pili. Akaniambia umeosha huyu mtu vizuri? Nikamwambia umemsugua? Nimemosha vizuri. Na kuna kabesheni tunaekanga hapo chini, anaangalia kama imejaa maji. Kamaliza kuosha. Nikamsaidia kubeba, tukampeleka tena kwa mawe ingine. Kampanguza, kamvalisha nguo. Akaniambia ni makeup sasa tunataka kufanya. Ndio sasa wale wakuje wamchukue wamweke kwa sanduku. Akafanya makeup, amemaliza. Tukakaa. Fika kitu saa 9, akaniambia chukua pesa. Ndio hii pesa yako. Pesa nilipewa, nilifurahia. Sikuamini naweza fanya kwa usiku peke yake nipate hiyo pesa. Nilimwambia nitakupea ya soda. Nikampea. Tukakuja kwa nyumba. Kufika kwa nyumba, kulala ilinishinda. Nikikaa chini naanza kuimagine mali nimetoka, vitu zenye nimefanya, siamini kama ni mimi. Hao watu ulioosha aje? Ulikuwa unatumia nini? Ni kweli mtu amekufa na unatumia brush kumosha? Hapana. Kuna kitambaa unamosha nayo. Sio brush? Hapana. Brush unasugua mguu. Mguu yake ndio unasugua. Lakini kitambaa ndio unamosha nayo tu, ni kama mtu tu. Lakini ni venyana haizi ongea. So kakuja kwa nyumba, niko na stress, yani nikikumbuka venye mali nimetoka, pesa naye niko nayo. Katayarisha watoto wakaenda shule, akakuja tukakaa. Akaniuliza, "Jioni utaenda, uko na roho?" Kamwambia niko na roho. Nikifanya hiyo kazi wiki moja niko sawa. Jioni tukaenda. Kuenda kazi haikuwa mingi, lakini yeye anapewanga kazi. Tena kuosha. Nikamwambia leo niko na roho, nitaosha hata 10 ukinipea, niko na roho. Kaniambia kwa wasichana wote analetanga, hajaiona mwenye ako na roho kama mimi. Nikamwambia ni sawa, mimi nitafanya juu najua mali natoka. Nikaosha mtu mwingine. Yeye akatolewa mwingine, akaosha. Kamaliza, akafanya makeup. Akamvalisha vizuri, huwezi jua ni ule jamaa mwenye alikuwa ako hapo, huwezi jua. So, kukakaa, naonanga hizi mamaji. Tukiosha, unaambiwa usimwage maji, maji unaekanga. Kwa hiyo besheni maji inaingianga, usimwage hiyo maji. Alikuja akaniambia hizi maji tubadilishe tuwekange kwa mtungi. Inaikuanga kwa mtungi. Nikamuuliza kazi ya hii maji ya mtungi ni nini? Akaniambia usiwahi jua. Sisi bora tuoshe, tupewe pesa yetu tuwekange maji hapo. Lakini wenye wanakuja kubeba hizo mtungi, mtu akikuja na gari ukihitwa hata uingie ndani siwezi ingia juu ukiangalia unaingia utaika maskini kwa gari ya mtu. Maji utabeba, utaambiwa beba mtungi 2 peleka. Ni mapasta ama? Ni watu wenye wako na tumbo, wenye wamenona, wale wamekula. Mtu yana akitoka kwa gari yenyewe, wewe mwenyewe unaogopa kuingia. Unaona ni maskini ndio unaenda kuacha kwa hiyo gari. Unapaki hiyo maji unarudi. So nashindwanga hii maji inakuanga yani. Juu tunaambiwa usimwage maji. Maji yenye umetumia iko wapi? Nimeweka kwa mtungi jaja. Wacha tena tutajaza na maji ingine. Watu wanakuja Korea, Wahindi, yani watu kabila tofauti. Unafanyaje hii maji ndio uweze kuweka kwa mtungi? Si mtu akiosha uoga analalishwa kwa kale kanini? Unamlalisha kwa hiyo meza. Kuna kameza hii yenye imejengwa kama niseme ni mawe. Kwa hii mawe huku na mwisho kuna venye imetengenezwa, hii maji ukiosha inaingia inakaa kama sink. Unaona? Hiyo maji inateremka. So inaingia kwa hiyo besheni, watakuja uweke na jug, unachota kwa hiyo besheni ukiweka kwa mtungi. Na hiyo maji wenye wanachukua si mtu hivi, wewe huwezi enda upewe. Mtu anapewa hiyo maji ni mtu ako na gari. Kama huna gari utapewa aje? So nashindwanga hii maji wanapewanga ya kazi gani? Hiyo ndio kitu natakanga nijue. Lakini nikiuliza huyu beshte yangu akaniambia, "Wewe usitake kujua mambo mingi. Fanya kazi yako ulipwe pesa yako uende." Hiyo kitu inanipeanga, yani naogopa sana. Juzi tukaletewa mtoto.
mtoto ni kadogo. Unaambiwa huyu mtoto mdogo ufai kuosha hapo, ye kuna kabesheni yenye unamweka. Ye ufai kumosha hapo mali unaosha hao watu wakubwa. Hii maji yake ni kama iko special na hao wakubwa. Unaiosha. Kwa hiyo besheni ukimaliza hiyo maji yake unaika kando. Umix na hizi zingine. Mimi nikaosha mtoto nikamaliza. Nikamuuliza sasa hii maji nimeambiwa niweke kando. Ni maji gani? Juu naona mtu kama amekufa ni mtu amekufa, wote wamekufa. Maji inafaa ikuwe place moja. Lakini niliambiwa niweke kando. Sikutaka kujua. Kwa hiyo kazi iko na changamoto. Saa zingine mnakaa chini hakuna kazi mumekaa. Lakini sauti yenye inatoka huko ndani huwezi jua ni sauti gani. Juu pale ni watu wamekufa. Sauti inatoka, mara unasikia mtu anacheka, hujui ni nini inafanyika. Unapata saa zingine unatumwa usiku unaambiwa, enda ulete ndoo yenye iko mahali fulani, ingia hapo peke yako. Lakini ukiingia unapata wanakuzimia light. Ukizimiwa light ufike katikati, mtu anacheka. Ama unasikia sauti nyingine kama mtu anakuita, mtu anakuvuruta, lakini hujui ni nini inaendelea. Shetani kama ni shetani ziko huko. Kwa nyumba huwezi kuwa na amani. Hata stima ikipotea huwezi lala. Lazima ulale stima ikiwa on. Juu ukikumbuka vitu zenye zinafanyika huwezi lala. So mimi naomba Wakenya, nimekuja hapa nitafute usaidizi. Kuna mahali umesahau. Ulisema kuna siku uliletewa mwenye hajakufa. Hapo nitafika. So mimi naomba Wakenya usaidizi. Munisaidie. Nimechoka na hii kazi. Hata nikichoka nayo, siwezi kaa kwa nyumba niongoje mali pengine chakula itatoka. Nitachoka nayo bado nitatia bidii niende tu hapo hapo. Juu hapo sasa ndio ni kama shule yangu. Hapo ndio naenda kusomea. Best yangu akaniambia tuende, tuko tu na roho, tutaenda tu mpaka siku Mungu atatuonekania. Kuenda mtu amekufa, unapata watu wanaletanga watu wao. Watu wao wakiletwa si wale watu wote wanakuanga watu wamekufa wote. Nasikianga mtu ako koma. Kwa hii koma mimi sikusoma hizo vitu sayansi hizo zenye zinaelekea na watu wamekufa. Hiyo kitu nilisikianga tu wakati Ezekiel Otuoma alikufanga. Jusindi alisema wakati Ezekiel Otuoma walimtoa kwa nyumba, alikuwa daktari akasema ako in coma. So in coma sijui kama ni huyu mtu anakuanga bado ako wai, wanatarajia huyu mtu atarudi ama ni nini. Juu unapata mtu ameletwa unaambiwa wacha huyo mtu alale hapa. Usimguze. Wachana na huyo mtu, tunampea kitu 2 hours 3 hours tuone kama ako sawa. Si mtu analetwanga tu immediately na unarushwanga hapo. Unaekwanga mahali. Juu unapata mtu, tuseme unaweza pata mlevi kwa barabara. Mlevi kwa barabara aligongwa na gari. Huyu mtu kugongwa na gari, maaskari wajuangi huyu mtu amekufa. Ni kazi yao ni kubeba. Mtu kama huyo akiletwa, huyu mtu hajakufa. Kuna mlevi mwenye aliletwa. Huyu mtu aligongwa kichwa lakini bado alikuwa uhai. Tukaambiwa chukueni huyu mtu urushwe huko ndani. Huyu ni mtu atujui mwenyewe atakuja kesho. Tuone ni nani. Nikaambia best yangu hapa. Hata siku moja hata sisi pia tutalala hapa, tutafanyiwa vitu venye tunafanyanga hao watu tutafanyiwa. Ama watoto wetu pia. Sasa mtoto wako imagine amekufa anafanyiwa hivi. Huyo jamaa nilitumwa besheni. Niende nilete besheni. Juu wamepangwa, bado unaekwanga chini. Akiwa hai. Unaekwa tu hapo tu juu, ni mtu ameletwa ajulikani. Nikaambia huyu, besheni huko, si mtanizimia light venye mnazimanga na watu wamekufa wanaongeanga lugha yao. Sasa wakiongea watanifanya aje? Mimi sitawajibu. Ati hapana. We enda. Usisikize vitu zenye wanasema au watu wanaongea lugha yao, wako dunia ingine. Tuko dunia ingine na hao pia wako dunia ingine. Kwenda kachukua besheni. Kurudi sasa naangalia na huyu mtu anatoa tu damu. Huyu mtu alikufa. Unasikia mtu anakuambia sijakufa. Hujakufa. Nikapiga nduru.
Nikamwambia kujeni. Mtu amekufa anasema hajakufa. Ati hajakufa. Mtu hajakufa unapiga. Hiyo ni kitu niliona reality. Mtu hajakufa pale unamalizwanga. Ule mbaba atakuja huko aulize ati hajakufa. Huyu anataka tukulie wapi? Hiyo ndio swali yenye mtu anakuuliza. Unataka tukulie wapi? Hajakufa. Nionyeshe. Nikamwambia enda hapo wewe usikize tu na masikio yako, labda mimi ndio sijasikia. Jamaa kaingia. Nikamwambia wewe enda tusonga. Mimi sijakufa, mnitoe hapa niko hai. Jamaa kamuuliza hujakufa? Unajua wewe uko dunia nyingine, sisi tuko dunia nyingine. Unaongea nini? Ati munisaidie. Huyo jamaa akasema no. Hii ni mali tunakulanga, tunakusaidia aje? Wewe ushakufa, uwezi rudi uhai. Kuna kanyundo wanabebanga. Hiyo ndio kuwekewanga kwa kichwa. Kuna mali inapigwa hii pati ya kichwa. Ikipigwa mtu amuki. So huyo jamaa akapigwa huku nyuma. Akaniambia huyu ndiye anaongea. Nikamwambia huyu ndiye ameongea. Ati nimemmaliza. Haizi ongea. Nikamwambia umemmaliza na ako dunia nyingine. Si ulisema hao watu niachane nao wako dunia nyingine. Ati hapana wachana na yeye. Kukakaa watoto wanaletwa. Akatoto kati. So aliua huyu. Alimgonga. Huyu alikula. Anamharibia kazi, si alimgonga. Unaharibu tutakula wapi? Wewe ushaiua mmoja. Mimi sijai. Mimi kazi yangu nipewe leta nioshe, hata akipenda ananiongelesha hapo. Akipenda ananifanyia bora nimalize kuosha. Uoshe umkatie hizo makucha zake, umtengeneze. Kwanza kuna kashusho. Enyewe hii dunia ukiwa uhai, usiringe. Wenye wanafaa waringe ni wale wenye wako mochari. Shosho alikuwa mweupe. Ukionyeshwa picha yake mweupe. Lakini ukiangalia na kitu yenye umepewa uoshe, uwezi osha. Sijui ni dawa ndio ilimuingilia kwa mwili, sijui. Shosho alikuwa mweusi. Mtu amekufa pia anasikizanga maneno. Shosho amekasirika hata umuongelesha hizi ongea. Naambiwa, ongelesha huyo mama. Si umuongelesha shosho. Uone shosho venye amekasirika. Namuuliza, kwani mimi ndio nilimuua? Mimi nilimuua shosho nimuongeleshe. Shosho hataki kuoga. Wacha ataoga siku nyingine labda ndiye amekasirikia hataki kuoga. Hapana, mchune, unachuna kitu yenye haizi sikia. Muongeleshe, sisi tunaongeleshanga hawa ama nikufungulie ingine uone nikimuongelesha cheki. Kamwambia jaribu kama unaweza. Kafungua jamaa akamwambia, "Hebu amuka ucheke." Kumbe ni zile dawa zenye anatumia ndio inamuongelea. Nikamwambia, "Uko serious maiti imeicheka. Tuanze." Ongelesha. Ukimuongelesha cheke, mimi nitaongelesha shosho atembe. Ongelesha. Jamaa kaongelesha ule yeye anaona huyu anacheka. Nikamwambia kuja. Shosho wewe amuku tembe. Kama hakuna shosho amuku tembe. Unaitwa pale na msichana wako amka. Kamwambia si kitu imekufa. Mbona haijacheka hajaongea hajaamuka. Wewe yako imeamuka. Ati tuko na spirit nyingine tukiwaongelesha wanasikizanga sisi. Kaambia hata mimi pia nataka mnipe hiyo spirit nikue hata mtu aniite mali fulani kuja kwa nyumba yangu, niko na mtu nataka nitengeneze, niende nimuongeleshe. So naendelea tu na hiyo kazi yangu, sijachoka nayo. Juu bado sina namna, sina mbele wala nyuma yenye nitasema ni resign. Naomba Wakenya wenye watanisikiza. Na ile ulisema ukilalanga usiku unaongeanga na nini? Saa zingine genye unaota. Si nilisema part 1. Endelea. So naomba Wakenya wenye watanisikiza. Naomba usaidizi. Mtu yeyote atanisikia sauti yangu, please. Naomba munisaidie. I'm just a mother, single mother, natafutia watoto.
naomba munisaidie. Nishapitia mingi, munisaidie. Bit Oga Obina, utasikiza hii story yangu. Nataka unisaidie mali utaweza. Eric Omondi, mali uko, naomba unisaidie mali utaweza. Lulu Hassan, mahali huko, naomba unisaidie mali utaweza. Wakenya wote mali mutaweza, nita appreciate, munisaidie. Sina mbele wala nyuma, tegemeo langu liko kwenu, naomba munisaidie. Napitia mingi sana, napitia mingi yenye siwezi ongea kwa kamera, munisaidie. Na ile ulisema saa zingine unasikia kurukwanga akili, imeisha ama ilikuwa ama bado inakunini saa zingine? Ile hata siku hizi Juu ya wafu. ile hata siku hizi kichwa yangu imezoea naye.